Oya, kuna hii filamu inaanza katikati ya shule moja hivi. Sasa kuna wa miamba wawili wanapendana ile kinoma noma. Kuna huyu mwana anaitwa Jesse na huyu bidada anaitwa Selina. Wao ni marafiki wa muda mrefu. Basi hapa mwana akana mpanga mchumba hapa. Mara unajua tukitoka shuleni kuna sehemu nitakupeleka kwenye kitchen party ya rafiki yangu, nitakupeleka disco. Kila sehemu unayotaka mimi nitakupeleka. Yaani kila sehemu unayotaka wewe. Basi Selina akana msikiliza tu pale. Maana mwana na maneno mengi mpaka amepitiliza. Akamwambia, "Basi sawa. Tukitoka shuleni utanipeleka hizo sehemu zote ambazo umeniahidi." Na akamwambia, "Basi poa." Haya, leo hii hapa basi mwana akawa na washikaji zake hapa, wametulia wanapiga mastori. Mshikaji akawa anamwambia, "Mimi sina kitu chochote kinachoendelea baina yangu mimi na Selina." Ila huyu mshikaji mmoja anaitwa Kolede ni mbabe kishenzi. Akamwambia, "Usikiliza, najua tu unampenda ile unashindwa kumwambia." Na washikaji na wenyewe akasema, "Ndio, unampenda ile unashindwa kumwambia. Wewe ndo zembe." Mwamba akasema, "Hapana, mimi nitakuja kuwaonesha siku moja. Ila kwa sasa siko tayari kuingia kwenye mahusiano maana ninasoma." Hapa napo Kolede akamshushia bonge la tusi hapo. Oya, sasa mzigo unatudondosha huku kwa mwamba mmoja hivi anaitwa Benjamin. Huyu mwamba ni chotara. Babake yuko Marekani, yuko na yeye yuko huku Nigeria. Basi hapa tunakutana na bidada Ruby pamoja na Kolede. Kolede anamuelewaga sana bidada Ruby. Na hapa akamwambia mchumba tutoke, akana msumbua pale. Sasa huyu Ruby ni rafiki wa Selina. Basi mshikaji na yeye amefika hapa akamzingua rafiki yake. Akamwambia, "Jamaa, mbona kila siku unaniambia mimi sijui kutongoza kumbe wewe ndio hujui?" Akamshushia maneno ya kashifa pale. Basi mshikaji akajichenga hapo. Wao ni marafiki, unaambiwa wanapendana ile kinoma noma. Sasa asubuhi mapema hii mzigo unatudondosha. Bidada Selina anakutana na message moja nzuri. Ujue siku zote nyani uaga akiona mahindi huwa anafurahia kinoma noma. Hebu amka, kumekucha bwana. Sasa mzigo unatudondosha asubuhi mapema hii shuleni. Mwana akawa anamwambia, "Oya sikiliza. Basi tukitoka baadaye tunaenda kucheza michezo yetu. Au unasemaje?" Hawa washikaji ni kwamba wapo kama kikundi kimoja hivi. Basi mshikaji hapa Kolede akamwambia, "Usijali. Tukitoka tu hapa basi tunaenda kucheza hiyo michezo." Huku darasani mwalimu akiwa anaendelea na pindi, mara kuna mgeni akaingia, kauliza, "Ulikuwa wapi?" "Nilikuwa kwa headmaster hapo, mimi mwanafunzi mgeni." Basi akaenda kujitambulisha pale mbele. "Naitwa Benjamin, ni mwanafunzi mgeni." Basi unaambiwa kwamba kuna dada kanampendaga ile kinoma noma. Kaka kamemtamani kinoma, kanaitwa Vanessa. Basi mshikaji akaenda kukaa hapo, mwalimu akaendeleza na pindi hapo kama kawaida. Basi kila mdada akatokea kuvutiwa na huyo mshikaji. Sasa mzigo unatudondosha huku mtaani. Basi unaambiwa kwamba wametulia zao hapa. Mwamba akawa anakuja kurudisha peni. Kumbe mwamba alikuwa amesahau kununua peni. Nashukuru sana bidada. Basi wakati wanazungumza kuna mtoto Vanessa akawa amechukia kile kitendo cha kumwona huyo mgeni yuko anazungumza na Selina. Alimaindi kishizi yani mpaka anatamani hata kujigonga. Hapa Selina akamwambia, "Basi nitakuzungusha maeneo yote ambayo huyajui, sawa? Kwanza leo nataka tuwe marafiki." "Vipi? Una wasiwasi?" "Ndio nina wasiwasi, ni kama umetokea kumpenda." Selina akasema, "Wapi? Sijatokea kumpenda wala nini. Nataka tu awe rafiki yangu." Wakati anatoka huko mshikaji Benjamin akakutana na Vanessa. Vanessa akamsalimia.